wanafunzi wake, viuno vyenu na viwe vimefungwa, nanyi weni kama watu wanaomngojea bwana wao atakaporudi kutoka harusini, ili atakapokuja na kubisha wamfungulie mlango. Heri watumwa wale ambao bwana wao ajapo atawakuta wanakesha. Amini ninawaambia, atajifunga na kuwakaribisha chakulani, atakuja na kuwahudumia. Na akija zamu ya pili, watumwa hao. Neno la Bwana. Tendo la shukrani ni tendo ambalo lina reciprocate kutoka mdogo kwenda kwa mkubwa, mkubwa kwenda kwa mdogo. Ndio heri watumwa wale ambao watakapokutwa wakikesha watatia hamasa kwa bosi wao awatendee na ziada. Anaanza kutenda ziada kwa kuanza kuwahudumia yeye wao badala ya wao kumhudumia. Maana furaha yake inageuka inakuwa na wajibu wa utendaji wa shukrani wa hao. Ndugu zangu, ni vitu vya kawaida vidogo vidogo, lakini huwa vinasema sana maisha yetu ya kawaida kabisa. Maana siku moja nilikuwa nakumbuka askofu mmoja wa kwanza wa jimbo hili wa Afrika na anaitwa Askofu Mkarani. Alikuja kutupa mafungo tukiwa mashemasi. Alituambia maneno hayo, ndio nakumbuka maneno yake. Anasema usifikiri yale ambayo anasema kwamba kwenye zile heri hayo kwa kweli ndio yanamfanya mtu kweli anaingia mbinguni. Wala sio miujiza. Heri wenye moyo safi, heri wapole, heri watulivu. Yaani ni hivyo vitu vya kawaida kabisa vinapoishi mtu anapoishi katika utimilifu wake, ndivyo hivyo vinavyofanya mtu astahilishwe kupokelewa katika utukufu. Sio mambo ya ajabu wala sio miujiza. Na sasa hapa katika somo hili la Injili linatuonyesha hicho kwamba hawa watumwa waliokuwa kimngoja bwana wao alipofika akawakuta wanatekeleza jukumu lao linalopasa. Baadhi wetu ametufundisha kuhusu shukrani, kumshukuru hata mtu wa kawaida, mhudumu wako. Ni mara ngapi tunawashukuru wahudumu wetu wa kawaida katika nyumba zetu? Mwambie tukumwambia asante kwa chakula, amehudumia na ameandaa chakula kizuri na anaweza kula. Ni mara ngapi tunakumbuka kumwambia asante? Kwa sababu katika chakula kile anaishika hatima yako, anashika maisha yako yote. Maana yake kwa kweli ukiangalia katika mazingira yetu ya kawaida ni wale watu wadogo kabisa, lakini ndio kushika hatima ya maisha yetu yaliyo ni vitu vya kawaida ambavyo vinatukumbusha, ndugu zangu, kwa shukrani. Unapotendewa wema, kwa kweli kushukuru ni kuongeza, ni kusafisha kisima, kufanya kiendelee kutoa maji chini zaidi na kuhudumia. Alipoona akawageuzia yeye, akaanza kuhudumia ketini, akaanza
Kumbe kama tunapojitoa kwa ajili ya utumishi, hata katika mambo makubwa ya kimungu, unapojitoa kwa ajili ya kutumikia Kristo, jiandae kwa baraka nyingi, kwa sababu yeye ndiye anaanza kukuhudumia na kukuliwaza na kukufariji zaidi na zaidi. Ni pale tunapojitoa kwamba mimi nakuhudumia wewe, nimejiandaa kumhudumia Kristo katika mazingira haya, katika matumishi yetu ili kumhudumia, bali Kristo ndiye anageuka, anakwambia mwanangu, kaa sasa, tulia, pumzika, mimi nikuhudumie. Kumbe ndugu zangu, haya ndio tunakumbusha siku ya leo. Lakini pia utumishi wetu unapaswa kuzalisha shukrani, unapaswa kujilipiza katika shukrani zaidi na zaidi na zaidi. Tunaalikwa pia sisi sote tusali kwa ajili ya kuomba amani. Kuomba amani hasa amani ya roho. Kwa kweli ukosefu wa amani ni ukosefu mkubwa sana. Ni umaskini mkubwa sana. Katika umaskini mkubwa unaweza kuwa nao ni kukosa amani. Utahofu kila kitu. Utaogopa kila kitu. Utakuwa na mashaka na kila kitu ukikosa amani. Na wapi kama leo tunaona na kupitia kwa wale watoto wa Fatima wale watatu, Lucia, Francisco na Jacinta, anatuambia salini kwa ajili ya amani ya ulimwengu. Amani ya ulimwengu sio ukosefu wa vitu huko duniani, bali ulimwengu unaanza ndani ya moyo wako. Be at peace with yourself. Kuwa na amani na wewe mwenyewe. Hiyo kitu kikubwa kweli cha kwanza. Ukisha kiwini hicho, vingine vyote vinakishindia, unakuwa umeshakishinda tayari. Lakini ni pale tunapokosa amani na nafsi zetu, ndipo tunapojikuta kila wakati tuna vita. Una afya na mambo, kila kitu unakuwa na vita nacho. Ni kwa sababu umepungukiwa na peace of mind, peace of yourself, with yourself. Kama Bikira Maria anakuambia watoto wa Fatima, nendeni mkasali, kawaambia watu wasali rozari kwa ajili ya amani. Kwa kweli ni kwa ajili ya peace of yourself, peace of your mind. Basi ukisha kuwa na amani hiyo, vitu vingine vyote vinafollow within